Hamjambo watazamaji wote ambao mnategea chaneli yangu hii ya Sister Dr. Juliet Macharia, na nina furaha sana kuwakaribisha tena katika maendelezo ya masomo kuhusu afya. Afya ni kitu cha muhimu sana kwa kila mwanadamu. Ukiwa na afya nzuri, maisha yako yanaimarika kwa hali zote. Unaimarika kimwili, kiroho, kisaikolojia na hasa pia katika mambo ya hisia. Na napenda kuwashukuru kwanza watazamaji wote ambao wametazama video za mwanzoni na wengine wananifuatilia kwa karibu sana, kulike, kucomment na pia kusubscribe. Nawashukuru sana. Mungu awabariki na aendelee kuwajalia yote ambayo mnahitaji katika maisha yenu. Na leo katika mwendelezo wetu wa afya, kumbuka afya ni kiungo muhimu sana katika maisha ya kila mwanadamu. Tunaendelea kuongea kuhusu magonjwa ambayo yanatokana na watu kukosa upendo wa dhati, ama wanasema when true love is not exercised, the body will tend to respond in different ways. Na watu wengi wamekosa upendo, na si binadamu tu, hata wanyama wanajua upendo. Unapompenda mnyama anajua, ukimchukia mnyama anafahamu. Sembuse sisi wanadamu, hata wenye ambao hawana akili timamu, ambao kwa lugha nyingine tunasema kwamba wamechanganyikiwa, wanapokuwa umewapenda wanajua kwamba huyu anatupenda na huyu hatupendi. Kwa yule ambaye wanampenda ama wanahisi kwamba ama wameonja upendo wake, huwa hawako wakali. Lakini ukimwonyesha kwamba humthamini, anaweza kuwa mkali, ataka kupiga. Kwa hivyo kila kiumbe ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu kinatafuta au kinahitaji upendo, kwa maana aliyetuumba sisi sote ni upendo. Na kama sisi ni watoto wa Baba upendo, lazima nasi tuwe upendo. Kwa hivyo miili yetu hii inahitaji upendo, na sio upendo tu, upendo wa dhati. Kwa hivyo karibu sana mtazamaji, na usisahau kusubscribe tafadhali. Wengi wanatazama lakini wanasahau kusubscribe. Kwa hivyo kama umependa mafundisho yangu, na wale wote ambao wananifuatilia, usisahau kusubscribe. Mwanadamu ni kitu, ama nitasema ni kiumbe cha ajabu. Tunasema it's a mysterious creature. Ni fumbo. Na kila mwanadamu ni fumbo. Hata yeye mwenyewe huwa hajielewi. Kwa hivyo yeye kama yeye pia ni fumbo kwake mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu sisi ni mafumbo, ili tuweze kufumbua hilo fumbo, tunahitaji upendo. Upendo katika Biblia tunasema kwamba kuna upendo, kuna amani na kuna matumaini. Na imani, matumaini na mapendo. Na kati ya hayo yote iliyo kuu ni mapendo. Ukinapokuwa na upendo, hata mwili unahisi kwamba kuna amani. Na unapokuwa na amani katika mwili wako, hata jambo linapokuwa limekuzunguka ama magumu yanapokuwa yamekupata, ni rahisi sana kuwa na matumaini. Kwa hivyo neno la Mungu linaposema kwamba iliyo kuu ni mapendo, kwamba bila mapendo huwezi kuwa na imani, huwezi kuwa na matumaini, na vile vile amani katika maisha yako, amani katika roho yako,
ni ya msingi kabisa. Kwa hivyo wagonjwa wengi, asilimia kubwa ya wagonjwa ambao tunakutana nao, wengi wamekuwa wagonjwa kisaikolojia, ama tunasema kihisia, emotionally, hata vile vile kiroho, spiritual, kwa sababu wamekosa upendo. Na kwa sababu ya hii, mwili nao unabadilika sasa, unakuwa physically ill ya, kwa sababu huyu mtu kisaikolojia, kihisia, yani emotionally hayuko sawa, na vile vile kama haya yote hayako sawa, hata kiroho, spiritual life yake haitakuwa sawa. Kwa hivyo magonjwa mengi ukichunguza kwa undani sana, utakuta kwamba kuna mahali ambapo upendo ulikosekana kwa wakati mmoja au mwingine. Leo tunaenda kuangalia zaidi upendo unapokosekana, nini hasa kinachofuata. Kwa sababu Wakorintho wa kwanza, barua ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho wa kwanza, ile sura ya 13 aya 4 hadi 8 inaeleza kuhusu upendo, na nitaisoma kama ilivyo, kwamba upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, hauhesabu mabaya, upendo haukosi kuwa na suluhu, upendo haukosi kuwa na adabu, na upendo huwa haujivuni. Kwa hivyo upendo tunaweza kusema ni maisha ya mwanadamu. Wanadamu wanapoishi vizuri, kwa sababu sisi ni viumbe tulivyo dhaifu, tutakosana, lakini upendo unapokuwepo, inakuwa rahisi sana kuombana msamaha na kuanza maisha upya. Lakini mara nyingine upendo ukikosekana, basi tunabebana, tunakuwa na chuki, tunawekeana mipaka, tunakosa imani kwa mwingine, tunakosa kuwa na matumaini katika maisha. Na usipojichunguza kwa undani na kujua kwamba una tatizo hilo na kulifanyia kazi, mwili ukihisi kwamba kinachotolewa katika roho yako ni chuki, ni kudhania, ni mawazo machafu, unawazia wengine mambo ambayo sio, pole pole mwili nao unaanza kujibu hayo. Mwanadamu aliumbwa kupenda na kupendwa. Hakuumbwa kuchukia au kuchukiwa. Kwa hivyo mwili unapohisi kwamba mazingira haya hayanipendi, katika mazingira haya kuna uoga fulani, mazingira haya yananipa kutokuwa na amani katika roho yangu, basi utaanza kujibu kulingana na mazingira ambao huo mwili upo. Hebu tuangalie kidogo katika maisha yako. Ushaichukia mtu kiasi ya kwamba ukimwona kwa mbali utafanya kila uwezalo kumhepa? Ukimwona akija anataka labda kukusalimia, lakini kwa sababu ndani hayupo, umeshamuondoa kwa sababu ya ile chuki, utatafuta kila unachoweza kufanya
just to avoid that person. Na mara nyingine anaweza kuwa si yeye ambaye anaongea, labda ni mtu mwingine anaongea, lakini zile sauti zinafanana. Kuna watu wanafanana kuongea, sasa ukahisi ndio huyo na wala kumbe siye. Sasa katika mazingira kama yale unajikuta kwamba huna amani. Hata unaweza kuwa uko kwa nyumba, mlango ulikuwa wazi ukafunga. Inaweza kuwa ulikuwa una haja ya kutoka, ukaamua usiendelee na jambo hilo, ubaki tu, kwa sababu you are trying to avoid. Na mara nyingine unakuta kwamba kwa sababu huyu unayemchukia mpo pamoja, ukichunguza kwa haraka haraka namna ambavyo unaishi, utakuta unaweza kuwa ukaamua kunyamaza tu. Akikuongelesha ukanyamaza, labda mpo pamoja mezani, kaamua kunyamaza. Hata hutaki macho yenu yakutane. So katika hali ya uhalisi nasema kwamba you are trying to avoid that person. Ukimpenda mtu unamtazama kwa macho, macho yanapokutana unakuta kwamba hata mara nyingine smile, unatabasamu, tabasamu linakuja lenyewe. Unajisikia uko mwepesi, mnaweza kaa na yeye mkaongea mambo mazuri, kwa sababu mazingira yanaruhusu. Lakini kama hakuna upendo, yale mazingira yanakuwa ya kutisha, na mwili wako utajitahidi usikaribiane na yule mtu kwa lolote lile, kwa sababu upendo ukikosekana, msamaha unakuwa mgumu, watu kuzungumza kunakuwa kugumu. Lakini unapokaa na yule mtu mkaangalia ni nini hasa kimetokea, utakuta kwamba jibu, yani hata makosa ya mwanadamu wanaokosana nao mara nyingine hata hayana majibu. Kinachohitajika ni kumwambia yameshapita haya, tuanze upya, tusonge mbele. Sasa ukiangalia ulimwengu kwa sasa, umekuwa ni ulimwengu ambao hauna upendo. Watu wanaoneana wivu, watu wanauana, watu hawadhamini uhai wa wengine, watu hawana raha katika maisha yao. Na unajiuliza ni kwa nini? Lakini pia tukiangalia, asilimia kubwa ya watu wengi sasa hivi ni wagonjwa, kuanzia watoto, watu wazima, watu wa umri mkubwa tu wagonjwa. Lakini magonjwa haya, asilimia ya magonjwa haya ni saikolojia, mengine ni kihisia, na hata mengine ni kiroho. Unapokuwa mtu mwenye hasira nyingi, mtu ambaye hana raha katika maisha yake, daima unapenda tu watu wafuate unachotaka, hufurahishwi na mambo ambayo wengine wanafanya. Madhara yake kwa mwili ni mengi sana kuliko ukiamua kumpenda huyo mtu. Sasa mojawapo ni kwamba mtu ambaye ana hasira nyingi anakuwa kwenye stress, yani kwenye msongo wa mawazo, hana muda wa kucheka, hana muda na wengine, hawezi kupoteza muda akaweza kutembelea wengine na kuwajulia hali. Yeye ni individualism, yeye ni mimi, everything ni mimi.
madhara yake ni mengi. Kwa hivyo mwili huwa, mtu anapokuwa na stress, kwa mfano uone simba ama mnyama mkali anakujia, utashangaa unavyotimua kutoka mahali hapo kwenda sehemu nyingine, ama nyingine utapita sehemu ambayo baadaye ukiangalia useme ni mimi nimeweza kupita mahali hapo. Kumbe unakuwa na nguvu ya kipekee, kwa sababu mwili huwa unatoa homoni ambayo tunaita cortisol, stress hormone, ambayo mojawapo ni cortisol. Lakini cortisol inatolewa kwa mwili kwa wakati fulani na kwa muda fulani. Ikishakamilisha kazi yake, inapaswa irudi chini. Lakini ukiwa mtu mwenye stress, mtu wa kulalamika, mtu ambaye hafurahi wengine, mtu ambaye hakuna kitu kinakupendeza, mtu ambaye watu wanasema huyu acha akija mgeni asema huyu hapana. Jichunguze vizuri. Mwili huwa unatoa homoni ambayo tunaita cortisol. Cortisol ni homoni ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni homoni ambayo inatolewa katika mwili, inakuwa iko kwenye damu ya kukusaidia kujikinga na kitu fulani, kutoroka, ama kwa mfano wanafunzi ambao wanafanya mtihani, basi unakuta na nguvu ya kipekee ya kusoma kwa sababu ya hii homoni. Lakini ukimaliza mtihani, ile homoni inashuka, ama baada ya hiyo hali ngumu ambayo umekuwa nayo inapungua. Lakini unapokuwa daima saa zote uko na stress, una misongo ya mawazo, ile homoni huwa inatolewa. Sasa homoni ile ina madhara yake katika mwili, na ndiposa watu ambao hawana amani, watu ambao hawana upendo wa dhati, asilimia kubwa ya hawa huwa wanaanza kuugua magonjwa kama vile kichwa kuuma mara kwa mara. Wengine wanapata shida ya moyo. Wengine wanakuta kwamba wanapata ugonjwa hii ya chembe cha moyo. Wanaanza kutengeneza gas nyingi. Kwa hivyo kila chakula hiki hakiendi, akila chakula hiki hakiendi. Ni kwa sababu ya hii homoni. Ina madhara yake katika utumbo wa mwanadamu, ina madhara yake katika maisha ya reproductive health, ambayo nimeongea sana kuhusu katika video zangu 8 ambazo zimetangulia. Kwa hivyo cortisol hormone inafanya mwili unakuwa kwenye stress. Kwa mfano ukienda ICU ama mgonjwa akawa mgonjwa sana, tunasema kwamba the body is stressed, ni mgonjwa sana. Kwa hivyo organ moja ina fail, kiungo kimoja kina fail, labda maini yamefaili, figo zimefaili, hapitishi mkojo, haiwezi kumeza mwenyewe, anakula kwa mipira. So mwili haupo vile ulivyokuwa. Sasa unajaribu kujisaidia kwa namna yote ile. So we say the body is stressed. Na kwa sababu the body is stressed, inatumia a lot of glucose. Sasa wale wagonjwa mara kwa mara utakuta madaktari wanapima sana sukari, na unamwekea sukari ndio, lakini baada ya muda unakuta kwamba ile sukari imeshuka, na mtu hatembei, mtu yupo tu amelala, unashangaa sukari inaishia wapi? Inaishia wapi? Because mwili uko stress. Kwa hivyo it is using a lot of insulin. Kwako wewe ambao siku zote uko kwenye stress, so the body also italazimika kuanza kufanya mambo mengine, especially excessive insulin. Na jiangalie vizuri, kuna watu wakiwa na stress hula sana, wanakula mno na wananenepa. Unashangaa huyu ana stress kweli? Mwili ni mkubwa kwa sababu anakula mno. Na hawa watu wasipojichunga vizuri,
utakuta kwamba wanaanza sasa kuwa na diabetes, especially diabetes type 2. Naona, ama anaanza sasa kupandisha pressure. Kwa hivyo pressure, msongo shida za moyo zinaanza, kwa hivyo mapigo ya moyo yanakuwa yanaenda kasi. Kwa hivyo anaanza kupata high blood pressure, hypertension. Hivyo huyu mtu ni watu ambao pia wengine watakosa usingizi. Unakuta mtu halali, siku ya kwanza halali, ya pili halali, ya tatu halali. Atasimulia yale yote yaliyotendeka kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Halali. Mwili hauna muda wa kupumzika. The body is so much stressed kwamba hata zile hormones zile ambazo tunasema zina relaxation hormones. Unajua hormones ziko za aina nyingi. Kuna hizo stress hormone, pia kuna hizo relaxation hormones ambazo zinakufanya unapumzika tu unalala. Ama zile hormones ambazo zinakufanya tu unakuwa so happy hormones. Kwa hivyo hizi homoni zinapaswa ziende kwa wakati wake katika hali ambazo inastahili. So kuna zile ambazo huwa mwili haina madhara mengi. Kwa mfano happy hormones hazina madhara, lakini stress hormone zinapokaa katika mwili wako zinakuwa na madhara. Kwa hivyo mtazamaji, unapoendelea kusikiza haya ambayo tunaendelea kujifunza, tafadhali usikose kusubscribe. Bonyeza tu hapo juu pameandikwa subscribe, bonyeza, na ukishabonyeza itakwambia subscribed. Haya. Kwa hivyo mwili huu tunapaswa kuchunga sana afya zetu. We have to be very sensitive na afya zetu sisi. Unapokuwa mtu wa kuwa stressed mara kwa mara, na especially akina mama, ile stress inapokuwa juu ina affect mfumo wote wa reproductive health. Kwa hivyo hawa ni kati ya watu ambao wataanza kulalamika kuwa na irregular menses, yani mfumo wao wa hedhi hauko sawa, unarukaruka ama umechanganyikiwa, kwa sababu stress ina affect zile homoni ambazo tumeshatangulia kuziangalia katika chaneli hizo ambazo zimepita. Zinachanganya kabisa zile hormones, estrogen hormone, progesterone hormone. Kwa hivyo stress inapokuwa nyingi kwenye mwili huwa inatoa kemikali ambazo hizo kemikali mojawapo ni hii cortisol hormone na zinginezo ambazo zina affect zile source ama ile factory ya hizi hormones zingine. Kumbuka hormones karibu nyingi zote zinatoka kwenye ubongo. Kwa hivyo moja ikiwa ina misbehave, haina tabia nzuri, inapaswa kushuka, yenyewe imebaki tu juu. Kwa hivyo inazuia hizi zingine, ama inafanya kile kiungo kwenye ubongo ambacho kinatoa napo kia kinakuwa kimechanganyikiwa. Kwa hivyo madhara yake hasa kwa wanawake, unakuta mtu ambaye ana hasira mara kwa mara, hujui anafurahi lini, ni mtu wa kulalamika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wengi tunapochunguza unakuta wanakuwa na shida kwenye hedhi zao. Hedhi zao zinakuwa zimechanganyikiwa, mara damu zitoke nyingi, mara nyingine hazitoki, zingine wakati mwingine zitoke chache. Na hawa ni akina mama ambao wasipojisaidia waweze kurudi katika hali inayostahili, wanakosa kuovulate, wanakosa kupevusha mayai. Nakumbuka nilichosema kwamba mwanamke ambaye hapevushi mayai, wengi wao wanakuwa na hasira sana. Ndio hizo sasa, zile hasira alizokuwa nazo kwa sababu ya stress zinaongezeka, kwa sababu estrogen hormone ni kati ya homoni ambazo zinamfanya mwanamke awe mwanamke kweli. It makes you to be a true woman, si nusu, a true woman. Kwa hivyo zinapokuwa hazijielewi kwa sababu ya stress ambao umeshindwa kuimanage,
ama umeshindwa kwenda kuomba msaada uweze kusaidika, madhara yake ni hayo. Kwa hivyo unakuwa ile estrogen hormone stress inaikandamiza, kwa hivyo inashuka. Kwa hivyo hupefushi mayai na pia hedhi zako hazieleweki. Kwa hivyo hiyo ieleweke vizuri. Na vile vile estrogen hormone inapokuwa chini, na tuliona kwamba estrogen hormone huwa ina control appetite. Kwa hivyo unapokuwa na low estrogen, ile hormone ya kukufanya mwili ukishakula inakwambia hapa imetosha, haipo ama imekandamizwa. Kwa hivyo wewe kazi ni kuweka tu ndani, unapigilia sahani moja baada ya nyingine. Madhara zake unanenepa mno, unakuwa na tumbo kubwa bila kuelewa. BMI yako, body mass index, inakuwa juu. Unakuwa either obesity class 1 ama obesity class 2 or even 3. Unapokuwa obese hivyo, tuliona pia sasa unaanza hata ngozi inaanza kubadilika. Unakuwa ngozi hailainiki, ipo tu. Mama wa miaka ya 32, mama miaka 34, 28, lakini ngozi yako inafanana na nyanya yako ambaye ana miaka 75. Hata uipake krimu, hata uibleach, bado inakuwa na, utaiona tu inavyokaa. Kwa hivyo madhara ya hormones, ndugu zangu, hormones ni chemicals ambazo zinatolewa kwenye mwili ili zisaidie kazi fulani katika kiungo fulani, lakini zinapokuwa hazijielewi, madhara yake yanakuwa mengi. Hivi tunavyoongea, tumeona namba kubwa ya watu wakilalamika kuhusu ugonjwa unaitwa arthritis. Anaumwa leo na hiki, anaumwa hiki, anaumwa huku. Umri unaposogea miaka 60, 65, 70, haya magonjwa ya uzeeni huwa yapo. Lakini ninapofundisha hapa ni kwamba hata katika umri mdogo, miaka 30, miaka 28, watu wanaanza kulia wimbo wa arthritis. Wanalalamika, wanaumwa na viungo, wanaumwa leo, wanaumwa na mgongo, kesho wanaumwa na mkono, kesho kutwa anaumwa na tumbo, mara nyingine anaumwa na shingo, mara kichwa kinauma, magoti yanauma, miguu haitembei. Sasa uelewi huyu mtu kweli ni shida yake nini? Ukienda kupima damu iko sawa, ukimpa dawa yuko sawa, kesho tena ameamka tena. Sasa tunashindwa, tuende tumpeleke wapi? Where are we going to take, and what is the right diagnosis ya huyu mgonjwa? Mwisho tunasema kwa sababu unaumwa sana na viungo, wewe una arthritis. Lakini madhara ya stress yanaweza kufanya mtu akawa na shida kama hiyo, kwa sababu inakufanya, sijui nitatumia neno gani la Kiswahili, lakini ndani ya mwili unakuwa kama imekuwa inflamed. Kwa mfano ukiumwa na mdudu ukajikuna alafu pakawa pako red. Sasa chukua hiyo hali uingize ndani ya mwili wako. Sasa unakuwa uko red huko ndani. Tunasema inflamed body, kwa sababu mwili haupo katika ile environment yake, mazingira yake. Sasa umekuwa kwenye stress kwa miaka mingi ama kwa siku nyingi, hujaweza kutatua hicho ambacho ni kisababisho kikuu cha mambo yako ya stress. Sasa mwili umetoa hizi hormones na zingine, ulitoa cortisol nayo ikasababisha kutolewa kwa hormones zingine kushushwa chini, zingine kupandishwa juu. Kwa hivyo unajikuta mwili sasa, kwa sababu the body is stressed. Kwa lugha yetu sisi madaktari tunasema it releases some inflammatory mediators. So inflammatory mediators ni kama kemikali niseme, ambazo zinatolewa kwenye mwili. Na hizi inflammatory mediators normally they are very toxic, especially zikikaa.
Kwa hivyo unakuta zile inflammatory zina kazi yake. Kwa hivyo unakuta mwili wako unakuwa kama una maumivu kila mahali, una maumivu tu, lakini wewe ndio kisababishi cha hizi inflammatory mediators. Ziko kwenye mwili wa mwanadamu, lakini zinatolewa kwa wakati na hazipaswi kukaa kwa muda mrefu. Sasa wewe siku zote mwili wako una produce inflammatory mediators. Madhara yake ni hizo unexplained pain. Unexplained pain, wakati wewe ndiwe daktari, wewe mwenyewe unajua ni nini hasa kinakusababisha. So inflammatory mediators pia zinakuwa sasa zinakufanya unakuwa kwenye risk ya kupata tena magonjwa mengine kama ya moyo, kisukari na kadhalika. Kwa hivyo ndugu zangu, maisha yako ni ya thamani sana, na japo mili yetu hii mara nyingine tunaichukulia tu kwa urahisi, inapoanza kuugua tunahangaika sana. Na mara nyingi pia nyinyi mnapokuja kwetu kutuwatibu pia mnatuhangaisha akili zetu, kwa sababu tunajaribu kuelewa unaumwa nini, hatuelewi. Lakini sayansi hii huwa inatusaidia. Daktari mzuri ataanza kuchunguza maisha yako yakoje, na vile vile unavyokuja, unavyojieleza, daktari ataelewa kwamba kuna katatizo mahali. There is a psychological problem somewhere. Na kwa sababu wengi wetu tunajua ni nini hasa kinatukula, hata unapopewa zile dawa mara nyingine haunywi zile dawa. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto juu ya changamoto. Kwa hivyo wewe ambao unanisikiliza katika channel hii, endelea kutegea na kuisikiliza, na usisahau kusubscribe tunapoendelea kujifunza mengi kuhusu afya zetu. Na leo tunapoendelea kuhusu magonjwa ambayo yanatupata kwa sababu tumekosa upendo wa dhati sisi wenyewe na kwa ndugu zetu. Kuna watu ambao wametibiwa miaka nenda miaka rudi, ugonjwa ambao tunasema chembe cha moyo. Hapa anaumwa na tumbo la juu, umepima H pylori hakuna, umempa madawa ya kupunguza hiyo gas, anakunywa leo, kesho kutwa imerudi tena. Lakini ukimchunguza huyu mtu kwa undani sana, utakuja kufahamu kwamba ana tatizo, na tatizo lake huyu ana stress ambayo yeye mwenyewe ndiye anajua. Aidha hajielewi na anahitaji kusaidiwa, lakini hajaomba msaada ili aweze kusaidika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo wengi wetu wameteseka, na kwa sababu ya chronic epigastric pain ambayo despite ya dawa ambazo daktari anakupa, the pain persists. Jichunguze. Ukiwa na H pylori, ukipewa madawa yake unapona. Ukiwa umepata gas kidogo kwa sababu ya chakula, umepewa dawa, unapona. Lakini if you have chronic, na wewe labda chronic epigastric pain, na wewe si mtu wa kunywa pombe sana, kwa sababu pia wale ambao wanakunywa pombe hasa vikali hivi pia nao wanapata shida hiyo. Lakini hawa ambao tunawaongelea leo, ambao daima they are not happy people, these are perpetual complainers. Hawa ni watu ambao hawafurahii kuona maendeleo ya wenzao. Hawa ni watu ambao hata yeye mwenyewe kujipenda ni kazi. If you cannot love yourself, then it means huwezi penda hata mwenzako na ikaa naye. Jipende, penda wenzako, na hapo Mungu yupo. Palipo na upendo, Mungu yupo. Na mimi pia naongezea, nasema palipo na upendo, magonjwa hutoweka. Kwa hivyo, hebu jichunguze. Je, wewe ni mtu wa kuumwa na kichwa mara kwa mara, kichwa ambacho hakieleweki? Hauna malaria,
Lakini ni kichwa, nenda unameza Panadol, unameza Brufen, sijui unameza dawa gani, unaambiwa kalale, ukifika kulala hulali. Wewe ni wa kuhesabu nyota kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Jichunguze. Jichunguze, sit, ongea na nafsi yako wewe mwenyewe. Angalia una shida gani? What is your problem? Una shida gani? There must be a problem. Wewe ni mtu ambaye hata mtu akikutendea jambo gani nzuri, huna moyo wa kusema asante. Unaona ukimpa ile asante, yani ni kama unamuongezea faida kubwa. Huna moyo. Na hata tumeona hata sasa hivi watu ambao hawadhamini wazazi wao. Mzazi amekuzaa, amekufundisha, amekupeleka shule, sasa hivi una magari, una majumba, una watoto, lakini siku ambao ulimtembelea mzazi wake, hata kumwambia mama, baba, asante, huwezi kumbuka. Huwezi. Una kasoro. You have a big problem. Na yule mzazi hajakufanya lolote, basi tu umeamua. Wewe ni mtu ambaye ni ngumu sana kusamehe wenzako. Ni mtu ambaye kumpa mtu smile, just a smile. Unajua kuna wagonjwa ambao wanapona tuna smile. Kwa hivyo madaktari, manesi, tujifunze kupiga smile kwa wagonjwa. Yaani ukimpa dawa na smile, unaanza kumwongelesha huku na tabasamu, pamoja kwamba unasikiza yale anasema, sio kutoa tabasamu tu, hapana. Smile. Mtakatifu anaitwa mtakatifu nani wa Calcutta, huyu Mother Teresa wa Calcutta, anasema amani huanza na tabasamu. Peace begins with a smile. Na ukiwa na amani katika roho yako, hii ni ishara ya upendo, ni ishara ya matumaini. Mwaka huu tunasherehekea ni mwaka wa mahujaji wa matumaini. Na ukiwa na matumaini na imani, upendo unakuja, amani inakuwepo, unakuwa mtu wa kuleta watu pamoja na sio mtu wa kuweka watu mbali. Kwa hivyo watazamaji wote, mnaendelea kusikiliza na kufuatilia chaneli yangu hii ya Dr. Sister Juliet Macharia, usisahau kusubscribe. Na haya yote ambayo tumeongelea leo uyaweki. Wale ambao tuna shida kama hizi, tujichunguze sisi wenyewe na pia tuone namna ambavyo tunaweza kusaidika. Kama unashindwa kumanage your stress, wewe tutafute, kuja kututembelea, tuongee, tujue tatizo liko wapi. Come for counseling, tukusaidie ili hizi chronic complications zisije kukupata, na kama uko nazo pia tuweze kuzitibu mapema. Kwa hivyo chunga afya yako. Wewe ni wa thamani sana. Mwili wako ni wa thamani. Kwa hivyo chunga mwili wako. Take care of yourself. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na msisahau kusubscribe. Na mimi nipo huku Voi. Unaweza kunipata katika hospitali yetu ya Moi Referral Hospital, katika St. Joseph Shelter of Hope Hospital, na pia Savo Hospital maeneo ya Voi. Kwa wale ambao wako kaunti ya Taita Taveta wanaweza kunipata huko, na wale ambao wapo kaunti ya Mombasa, Kilifi, wanaweza kunipata katika hospitali yetu ya Mother Madea. Kwa hivyo nawashukuru sana na ninawatakia siku njema, na muendelee kutegea na kufuatilia chaneli yangu hii ya Sister Dr. Juliet Wangui Macharia, na msisahau kusubscribe. Mungu awabariki sana na wapenda sana.